Vizuri sana. Young Africans leo walikuwa na performance mbovu, japokuwa wameenda wamewin mechi, lakini leo ilikuwa ni performance mbovu sana. Pengine uchovu, pengine namna ambavyo waliendea dabi. Nadhani ni mechi moja hii kutokana baada ya kucheza dabi, nadhani ndio mechi ya kwanza hii. Pengine kubwa walitumia sana kule, lakini leo Yanga wamecheza vibaya, lakini japokuwa wameenda wamewin, tunawapongeza. Yanga ameendelea kujikita kileleni pale. KMC pia naye ameendelea kujikita kileleni, ila ni kilele cha chini. So kwa nadhani ugumu wa mechi ya Yanga umetokana na nini hasa? Baadhi ya watu wanamnyoshia vidole kocha Pedro Gonçalves. Of course kocha naye ana mapungufu yake yapo ambayo, lakini pia wachezaji pia. Unajua kocha anahusika zaidi na kwenye mpango kazi wa mechi, namna kuendea, lakini wachezaji kiwanjani wanahusika na upambanaji, kwa maana kwamba uwajibikaji kiwanjani, kwa sababu mpira una quality ambao ndio uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, una game plan ambao mwamuzi anaiweka, na ina execution ambao ni uwajibikaji, aidha upambanaji wa wachezaji mmoja mmoja. Lakini ukiangalia kuna nafasi nyingine, kabla ya kumlaumu kocha, kuna nafasi nyingi sana ambazo Yanga ameenda kuzikosa. Unakuwa huwezi kumrushia lawama kocha, sema kwa sababu kocha kwenye mpira wa miguu ndio ameumbwa kwamba hata timu ichezeje, yeye ndio anayetupiwa lawama. Gonçalves anafaa kwenda kupewa lawama, lakini of course kwa mbinu namna ya leo wanaona ni dhaifu. Pengine kuna baadhi niliona mashabiki wengi wa Yanga waliingilia kidogo professional kazi ya kocha leo ya Okwasi alipofanyia hesabu akaingia Buba Jameni. Kila mshabiki wa Yanga inaonekana kile kitendo hakupenda. Nadhani pia baadhi ya mashabiki wengi wa Yanga wanasema ndio mwisho sasa hivi wa kocha wao kuendelea kumtumia, lakini mimi kwa upande wangu naweza nikasema tu ni nguvu kubwa ambayo Yanga walienda kuitumia. Huyu kocha ambaye utasema sio bora, ametoka kucheza mechi ngumu pengine kwake na mechi ngumu kwa Yanga pia. Ametoa draw mechi ambayo dakika 10 tu Simba anaongoza goli 2. Lakini kocha huyu akaenda akawabeba Yanga wakaenda wakasawazisha. Utasemaje kocha ambaye sio mzuri? Sema kwa sababu wameamua sehemu ya kuliangushia zigo la lawama ni kwa kocha, waangushie. Lakini mimi kwa upande wangu kocha huyu wangemwacha tu pengine amalizie hapa ambako ligi inapoenda kutamatika, alikuwa anapaswa tu kwenda kumalizia, japokuwa Yanga wanaonekana moja kwa moja wamemchoka. Lakini wakumbuke kwenye mechi ya Meja Isamuyo kule, huyu kocha ndio ameenda amewavusha. Aliwarudisha wachezaji wao wana confidence kwamba waendelee kutulia, japokuwa wamepokea magoli mawili kwa dakika 10, watulie, na yeye akaenda akajengea game plan nzuri. Yanga akaenda atanufaika na alama moja ambayo pengine mpaka dakika 10 kama kile kitu kingetokea kwa upande wa Simba walikuwa wamepoteza mchezo. Kwa ukiangalia Alan Okello anafunga goli la muhimu zaidi, kwa sababu hii game goli la leo lina thamani kubwa. Pengine ni mchezaji wa namna gani na alikuwa ni goli la namna gani? Kwanza ukiangalia Alan Okello, nishaikumuongelea sana Alan Okello. Alan Okello bado ni mchezaji ambaye Yanga atakuja haofa sana kutokana na umri wake. Umri wa Alan Okello ni umri mdogo sana. Kwa hiyo kwa namna ambavyo wamefungia leo timu ya Yanga, kwa sababu wamejaribu wachezaji wengi, wameenda wamekosa, lakini Alan Okello anaonekana ni mchezaji mzuri. Unajua kuna mchezaji bora na kuna mchezaji mzuri. Alan Okello tunasema ni mchezaji mzuri kwa sababu anaonekana ambapo timu yake imedominate sana mpira. Huyo ni mchezaji mzuri. Mchezaji bora ni kama Chama au yuko pale huyu Mkenya Yanga Duke Abuya, yeye mchezaji bora. Yeye hata timu iwe na performance ya aina gani, Yanga wao wanamiliki mpira, Yanga wao hawamiliki mpira, Yanga wao wanashambulia, kiwango chake unakuta ni kile kile. Lakini Alan Okello ni mchezaji wa vipindi na vipindi, anaonekana zaidi ambapo Yanga ina dominate mpira. Kwa hiyo ndio tofauti wa mchezaji bora na mchezaji mzuri, kama alivyokuwa Chama Kratos. Yule ni mchezaji bora. Mechi ngumu zenye pressure zote Chama amekuwa ni muhimili na pengine amekuwa kama man of the match. Ukiangalia mechi ya Zanzibar ilikuwa ni dabi, Chama ndio alisababisha goli. Tumeangalia mechi ndio amefunga goli bora. Huyo ni mchezaji bora. Yaani yeye siku zote maisha yake anakuwa hivyo. Lakini mchezaji mzuri anaonekana pale ambako timu pinzani inamiliki mpira. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna ambavyo Yanga leo ameshinda na ameongeza point pale, mimi naweza kusema Yanga bingwa. Mechi bado 9. Kwenye mechi 9 hizo ambazo Yanga anaenda kucheza ni mechi pekee moja ambayo anatoka. Mechi 8 zote anachezea kwenye uwanja wa KMC. Na kwa timu ambazo zimebakia ni timu moja tu ambayo naona ngumu pengine inaweza kumsimamisha Yanga, ni Azam FC. Lakini kwa timu zingine zote naona ni timu za madaraja ya kawaida ambazo Yanga anaweza kuchukua point, kwa sababu moja kwa moja faida ya kuchezea uwanja wa nyumbani ambao ni uwanja wa KMC, ambao ni kiwanja ambacho pengine Yanga anaweza kutumia kuliko kiwanja kingine. Kwa hiyo kwa hicho tu mimi nikitoa jezi yangu ya Simba kama mwana michezo nasema Yanga ni bingwa, kwa sababu mechi zote anachezea nyumbani. Pia ana faida kubwa sana kwa sababu wapinzani ambao anacheza nao hana mpinzani mkubwa, ameshamalizana na Simba, amebakia na mchezo mmoja. Kwa hiyo hata kama Azam wataenda kumfunga Yanga, bado unaona Yanga anatoa bado ana point 2 pale. Kwa hiyo naweza kusema ni Yanga bingwa. Lakini unaona kama vile pengine nyinyi wana Simba mnajitoa mchezoni wenyewe, kwa sababu ukiangalia mechi ni nyingi na mpira una jambo lolote, na hichi kiwango cha Yanga cha panda shuka.
Ukiangalia Yanga of course anapanda shuka panda shuka. Unajua siku zote timu ya ubingwa ni timu ambayo kwenye mazingira yoyote, Yanga leo imecheza vibaya lakini imepata pointi, ndio timu ya ubingwa inapokuwa hivyo. Haijalishi umecheza kwa performance ya namna gani, hata umecheza vibaya kiasi gani. Na ukiangalia ubingwa wa msimu huu wa kulaumiwa ni sisi Simba wenyewe. Sisi ubingwa ndio ulikuwa tunatafuta. Wakati ule Yanga kabla sisi ratiba ilikuwa haitupi kucheza mchezo, Yanga alikuwa anacheza back to back. Yanga alipoteza point. Lakini wakati ule Yanga anapoteza point, sisi kabla ya kwenda kufikia mchezo tulikuwa tunamcheka Yanga. Tulimcheka Yanga tukaje tukatoa draw na TRA. Tulimcheka Yanga tukaje tukatoa draw na Pamba FC. Kwa moja unaona kile kitu ambacho Yanga akicheza yani vita ya Simba na ubingwa ni kama paka na panya, yani wanakimbizana. Simba anatafuta ubingwa, ubingwa unamtafuta Simba, Simba anakuwa hutaki. Unaona msimu huu sisi ndio tumejiboresha wenyewe. Hata ukiangalia mechi ya juzi ambayo tumecheza na Yanga hawa, timu inaongoza goli 2. Kocha kulikuwa kuna ulazima gani kwenda kupaki timu? Ukipaki timu kwa maana kwamba unaruhusu wapinzani wako wawe wengi kwenye eneo lako. Ndio maana hata magoli yao ya Yanga hayakuwa magoli mengi ya kiufundi. Angalia goli la pili, wakati kocha anaipiga ilikuwa ni free kick nadhani, wakati anaipiga Pacome Zouzoua, kulikuwa kuna wachezaji 4 kwenye eneo la Simba pale. Kama ule mpira asingefunga Mwamnyeto, nyuma yake kulikuwa kuna Duke, kuna Baka, kuna Depu, wote walienda kwenye eneo lile. Kwa hiyo maana kwamba kocha angeendelea kuifungua timu vile vile kusudi idadi ya wachezaji wa Yanga isizidi kwenye upande wetu wa kiwanja. Kwa hiyo mechi ile pia ni sisi wenyewe tumefeli. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo vidogo vimetufelisha msimu huu, kiachana zile mechi 2 ndio zimefanya tusio bingwa. Kwa hiyo nadhani nguvu kubwa tuende kwenye CRB tuweze kuchukua kombe, lakini kwenye ligi kuu mimi nikiangalia naona tutachukua bingwa. Mashabiki wanaona walichukizwa sana ile sare, lakini wengine wanasema wanatakiwa kujipongeza, ni kama vile mmewasha wafikia Young Africans kwenye ule ubora ambao walikuwa nao. Ukiangalia kwa ile sare ambayo tumetoka nao Young Africans, kwamba tunaweza tukasema Simba sasa hivi imekuwa ni timu imara, kwa sababu Yanga huyu ambaye tunacheza naye kila mara alipokuwa anaenda kupambana na Simba alikuwa anahesabia hii mara ya 6, hii mara ya 7, lakini unaona moja kwa moja tumeenda kumstopisha. Pengine tumegawana alama moja, lakini kuna faida kwa sababu tumemfunga Yanga. Haijalishi kwenye mashindano gani, lakini tumemfunga Yanga. Lakini ule ubingwa wa muungano haukuwa una muhimu sana kwetu sisi kuliko point 3, kwa sababu ule ubingwa ni milioni 100. Umeelewa? Ni ubingwa ambao ni unafanana na faini ambazo Simba tumepigwa kwenye matukio tofauti hata kwa mashabiki. Lakini kitu pekee ambacho tungekifanya nadhani ni kuwekeza nguvu kubwa kwenda kuzichukua alama 3 kwa Yanga ili kusudi tutofautishe ubingwa. Gap lingekuwa point 2, point 2 ni ndogo sana kwenye mpira, lakini gap lingekuwa point 5. Yanga na yeye anajua hichi kinachoendelea, na kwa sababu kashatangulia pale hawezi akafanya mistake ijirudie. Kwa wakati ule alikuwa anafanya gap la point ile kubwa, lakini Simba tunashindwa kwenda kulisawazisha. Kwa hiyo kwa sasa hivi sitegemei kama Yanga ataenda, hata kama akiangusha mchezo mmoja bado anashinda mechi zake zote. Simba pia akishinda mechi zake zote bado Yanga atakuwa bingwa. Mimi nikushukuru. Asante sana.